wakati dunia ikiwa bado mpya kabisa, miti ikiwa ni michache na ardhi ikiwa haijaguswa na nyayo za binadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimteremsha Sayyidina Adam alayhi salam duniani baada ya kutoka peponi. Alimfundisha namna ya kuishi, namna ya kupanda mimea mbalimbali, kujenga na kuongoza ardhini. Baadaye Allah Subhanahu wa Ta'ala alimtukutanisha baba yetu Adam na mke wake Hawa, na maisha yakaanza kusonga mbele. Hawa alipojifungua watoto, kila mimba ilikuwa ikizaa mapacha wawili wawili, mvulana na msichana. Hivi ndivyo kizazi cha binadamu kilivyoanza kusambaa duniani. Katika watoto hao kulikuwa na wawili waliokuwa tofauti kabisa kwa tabia, Habil na Qabil. Habil alikuwa ni mpole sana, alipenda utulivu na alikuwa akichunga wanyama wake kwa upendo, na kila kitu alichokifanya alikifanya kwa kutafuta radhi za Mola wake mlezi. Kwa upande mwingine, ndugu yake Qabil alikuwa ni kinyume, mwenye hasira za karibu, wivu na asofuata maagizo ya baba yake. Sayyidina Adam aliishi akiongoza watoto wake kwa hekima. Sheria ya wakati huo ilikuwa mvulana aliyepatikana katika mimba moja anamuoa msichana wa mimba inayofuata, ili kusambaza kizazi bila kuoana ndugu wa mimba moja. Lakini siku moja jambo moja lilitokea. Dada aliyekuwa kazaliwa na Qabil alikuwa ni mzuri sana, na Qabil alitamani kumwoa yeye, jambo ambalo halikuruhusiwa katika sheria. Sheria ilikuwa dhahiri, lakini Qabil hakutaka kusikia. Sayyidina Adam akamwambia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyeweka utaratibu huu. Kama unadhani upo kwenye haki, wewe na Habil toeni sadaka. Yule ambaye sadaka yake itakubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye atakuwa katika haki. Matayarisho ya sadaka zile yakaanza. Habil alikwenda kuchukua mnyama wake mzuri kabisa, mnene, asiye na doa. Alimtoa kwa moyo safi kabisa na roho njema. Qabil akiwa na kiburi moyoni, alichukua mazao mabovu kabisa yaliyokauka na kupeleka kama sadaka kwa kulazimika tu. Usiku ulipoingia na upepo wa baridi kupuliza juu ya mlima, waliweka sadaka zao. Ishara ikatokea asubuhi mapema. Sadaka ya Habil iliteketezwa kwa moto, ikimaanisha imekubaliwa. Lakini sadaka ya Qabil haikuteketea, ilibaki mahala pale pale, haikuguswa kabisa. Qabil akahisi hasira kali ikimwaka kifuani kwake. Wivu ukawa mzito kama jiwe. Akamkazia kaka yake macho kwa chuki, akasema, kwa nini sadaka yako ikubaliwe? Siwezi kukubali kabisa. Habil akamjibu kwa upole wake, Allah anakubali sadaka za wenye kumcha Mungu. Qabil hakufurahishwa na majibu yale. Aliweka kisasi na chuki katika moyo wake. Siku iliyofuata Qabil alimfuata Habil akiwa anachunga wanyama wake mbali na makazi ya nyumbani. Hapakuwa na mtu yoyote, ilikuwa ni kimya cha kutisha. Habil alipomuona ndugu yake akija kwa hasira, alisimama bila kupambana naye. Qabil akamwambia ndugu yake, nitakumaliza. Habil akamwambia, ikiwa wewe utakuwa ni mwenye kunyanyua mikono yako kunidhuru, basi mimi sitakuwa ni mwenye kunyanyua mikono yangu kukudhuru wewe. Hatimaye Qabil alimuua ndugu yake, na kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya dunia, damu ya binadamu ikamwagika. Baada ya tukio hilo, Qabil alitetemeka. Mwili wa Habil ulilala kimya ardhini. Qabil hakujua lipi la kufanya. Alimwangalia kaka yake kwa hofu, kwa majuto. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaleta kunguru wawili
waliokuja mbele yake wakaanza kupigana mpaka pale mmoja alipokufa. Yule aliye hai akaanza kuchimba ardhi kwa mdomo wake, akatengeneza shimo, kisha akaufunika mwili wa kunguru mwenzake, ndiyo na Kabil kufundishwa namna ya kuzika na kunguru. Kabil alifanya dunia kuwa chungu kwake. Kila alipokwenda ilikuwa dhambi ile ikimfuata. Mpaka hapo tumefika mwisho wa historia yetu ya watoto wa Sayyidina Adam, Habil na Kabil. Tukutane tena mpaka katika historia inayofuata. Usiache kusubscribe, kulike na kushare katika chaneli yetu ya Historia za Kweli.